Tunaendelea na masomo ya kuhusu nini cha kufanya kwenye vipindi vya mwezi. Tumeshajifunza mambo kadhaa. Tumeangalia utangulizi wetu ambapo tulikuwa tumeeleza kwamba mwezi inakuwa ni saa ya ulimwengu. Mwezi sio kitu tu kinachopita angani, ni saa ya ulimwengu ambayo upende usipende unaendesha maisha yako. Kwa nini unaendesha maisha yako? Ni kwa sababu mwili wako una takriban 70%. 70% kwenye una maji. Kwenye mwili wako takriban 70%. Na dunia nayo ina maji takriban 70%. Maji, sehemu ya maji ni kubwa kuliko maji sehemu ya nchi kavu. Na mwezi ndio huo unavuta maji na unasababisha vitendo vya kupwa na kujaa kwa bahari. Mwezi ukiwa unang'aa sana unakuwa unavuta maji. Mwezi ukienda gizani hauna nguvu za kuvuta maji. Kwa hiyo vile unavyovuta maji ya baharini ndivyo unavyoathiri maji yaliyopo kwenye mwili wako. Na maji ndio yanayobeba hisia. Maji ndio yanayobeba kumbukumbu za hisia, kwa maana ya mihemko, hasira, sijui na nini na makolokolo mengi. Kwa kiumbe chochote kilicho na maji, mwezi unadhibiti maji yaliyomo ndani yake. Maji. Na ndio maana mwezi ni mama wa hisia. Kwa hiyo utake usitake mwezi unadhibiti maisha yako, ile unatakiwa kufahamu. Ndio maana tukaona umuhimu katika elimu hii ya ufahamu wa kiroho uweze kufahamu nini cha kufanya kwenye vipindi vya mwezi. Kwa sababu umebaki ni wewe tu. Wengine wote huwa wanafuata ratiba za mwezi kwenda kufanya majambo yao. Mtu anayefahamu vizuri, hata kama ni mkulima, anajua kabisa muda wa kuandaa mbegu, muda wa kuandaa shamba, msimu wa mvua na siku ya kwenda kupanda. Anajua. Hafati sijui ratiba au mihemko yake kwamba leo ndio amenunua mbegu sio. Mkulima mzuri anafuata ratiba ya asili. Tuliangalia new moon, nikakwambia ni lango la uumbaji. Ni siku ya kupanda mawazo yako. Tukaangalia habari ya waxing crescent. Tuliangalia habari ya waxing crescent. Tukasema sehemu hii unakuwa ni ile nuru nyembamba ya mwezi. Mwezi unakuwa umetoka gizani, sasa kanaonekana kale kakipande kadogo. Tunasema kwamba mbegu yako inakuwa inahitaji nishati ya kulishwa sasa. Maka unapopanda mbegu yote siku hiyo. Kwa hiyo ni ile full moon, ile new moon tunachukua kama ni siku ya kupanda, lakini ukipanda mbegu hayote siku hiyo. Huwa inachukua muda wa kuvimba, kupata joto mle ndani ili kuanza kutengeneza kile cha kuja kuota, ndio hii waxing crescent. Lakini tuna first quarter ni tunasema mwezi uko nusu, mwanga na giza vinapambana. Katika sehemu hiyo tunasema kwamba ni wakati ambao kama ni jambo lako ulikuwa unalifanya, ni ule wakati ambao mbegu au kitu unachokifanya kinakutana na changamoto baada ya kuanza. Kama vile ambavyo mbegu huwa inapambana na udongo, inataka kupasua kutoka nje. Umeona? Kwa kule imemaliza inataka kutoka nje, ndio kwenye hii robo ya kwanza. Kipindi cha kwanza inaitwa robo ya kwanza. Lakini kuna waxing gibbous, kipindi kuelekea full moon. Hiki ni kipindi ambacho mbegu imeshatoka, sehemu kidogo ya mbegu imeshatoka. Kumbuka mbegu ikichomoza hizi, kilichopo ndani na kilichopo nje, kile cha ndani kinakuwa ni kikubwa kuliko hiki kilichotoka nje. Kwa hata we mwenyewe baada ya mambo kutoka, usiende ukajilipua, ukajiexpose moja kwa moja. Unatoa sehemu yako ndogo ya mipango yako hadharani. Ndio waxing gibbous inavyokuelekeza. Lakini full moon, tumekuja kuangalia full moon juzi, tukasema ni wakati wa ushahidi mkuu. Sehemu ambayo kile ulichokuwa umekipanda
kile ulichokuwa unakitunza sasa kinaweza kuonekana, kinaweza kujitangaza chenyewe na kinaweza kikavuta macho ya watu bila wewe kupiga makelele sana, kwa sababu mwezi unakuwa umeshine, mwezi unashine, unamulika kila mahala panaonekana. Kwa ni muda na wakati sahihi wa mtu kwenda kuanzisha miradi ile ambayo ulikuwa umekaa unaipangilia muda wote. Ni muda wa kusaini mikataba ile ambayo umekaa unaiwaza siku zote. Ni muda wa kuanza kuanzisha jambo jipi. Ni muda, sio jambo jipi ambalo limekuja siku hiyo, jambo jipi ambalo umeanza kulitafakari tangu kipindi cha new moon. Kwa leo tunaendelea na kipindi cha mwezi kinaitwa One in Gibbous. Mwezi unakuwa umeshaanza kuingia tena giza, unajiandaa unaenda kuingia giza. Inaitwa One in Gibbous. One in Gibbous ni kipindi au ni kituo kidogo cha mwezi kuelekea robo ya 3 ya mwezi. Sasa kwenye One in Gibbous tunasema sasa ule mwanga tunasema mwangaza mtakatifu umeanza kupungua kidogo upande mmoja. Huu ndio mwezi kwamba One in Gibbous ndio mwezi ule unaopungua. Ikiwa mwezi mpevu ulikuwa ni kilele cha juu, ni kilele cha kuvuna, kilele cha kutoa mambo nje, basi hatua hii ni ya kusambaza matunda. Matunda yameshatoka, unaanza kuyasambaza matunda. Katika uhandisi au injinia wa kiroho, huu ndio wakati ambao uumbaji wako unapaswa kuanza kuwanufaisha wengine ili utengeneze nafasi ya uumbaji mpya. Mwalimu wa kiroho, wewe ambaye saizi ni mwalimu wa kiroho, anajua kuwa mto usiotiririsha maji yake kuelekea baharini unakuwa bwawa la matope. Maji ya bwawa mnayajua yanakuwa na mazalia ya vimelea, uchafu na nini. Uchafu ukidondokea hapa uendi mahali, maji yanaweza kukuta hata yameanza kunuka. Kwa hiyo ili uendelee kuwa na frequency ya juu, ni lazima ujifunze sanaa ya kuachia. Ni lazima ujifunze sanaa ya kuachilia. Nafanyaje sasa? Kitu cha kwanza tunasema unatakiwa ujue kusambaza mwangwi. Sasa hicho ulichokuwa unakifanya, hicho kilichoibuka lazima kienee, na ndio huu ndo wakati sahihi. Huu ndo wakati sahihi. Na huu ndo wakati sahihi. Watu wengi wa mtaani huwa wanafanya kosa la kung'ang'ania mafanikio yao. Hapa watu wengi wanang'ang'ania sana mafanikio yao. Wanaogopa kuwa mwezi ukianza kupungua, basi utajiri au amani yao itatoweka. Lakini mjenzi wa nyumba ya uhai, mjenzi wa ufahamu wa juu, anajua kuwa mwezi kupungua sio kufa, bali ni kupumua nje. Wakati ule ulikuwa unapumulia ndani, mwezi ukiwa unapungua, basi unakuwa unapumulia nje. Unapumulia kwa namna gani sasa? Ni lazima ushiriki baraka katika kipindi hiki. Huu ndio muda wa kuanza kutoa huduma ulioiumba kwa jamii kwa upana zaidi. Ikiwa uliumba wazo la biashara, hapa ndipo unapoanza kuona mabadiliko chanya kwa wateja wako. Lakini lazima ufanye labda kama mafundisho hivi. Huu ni wakati wa kuwafundisha wengine ulichogundua. Kwa kufundisha unakuwa unaiandika ile data ya mafanikio ndani ya seli za mwili wako kwa kudumu zaidi. Yaani unakuwa unabadilisha DNA yako kiasi kwamba hata mtoto anayokuja kuzaliwa baada ya kuwa umeshafanya mabadiliko hayo, anazaliwa na hivyo vinasaba. Yaani unakuwa unafanya ujenzi wa vinasaba vya kutokea wewe. Sio tena vile vinasaba vya laana na vya kumbukumbu za ukoo zingine. Kwa hapo unakuwa na kumbukumbu zingine za ukoo na vile vinasaba unavyovitengeneza wewe. Tabia unayoiunda inaandikwa kwenye damu. Kwa kufundisha, ukiwa unafundisha, unakuwa unasajili hicho unachokifahamu, hiyo hali na hayo maisha kwenye DNA yako. Katika kipindi hicho unakuwa wewe na mvuto wa shukrani. Katika hatua hii, shukrani yako haipasi kuwa maneno tu, bali shukrani ya vitendo. Fanya jambo la ukarimu ambalo halina maslahi ya kifedha kwako. Hii inasafisha waya
Inasafisha waya zako za nishati kwa ajili ya mzunguko ujao. Kumbuka mzunguko mwingine wa uumbaji unakuja. Unaumba nini? Hauundi kitu kipya, unaunda mawazo mengine ya nini cha kufanya juu ya kile ulichokianzisha. Lakini sasa vile vile tulisema kwamba kuna zoezi la kuachilia. Unaachilia vipi? Hapa ndipo tunazungumzia juu ya kuachilia matokeo. Kuachia matokeo katika ulimwengu wa namba ya uumbaji wa asili ulifanya kwamba ile wakati tunatengeneza muundo ulikuwa umefanya kazi yako takriban 38% kutoa nje. Asili imefanya kazi yake 61%. Kwa hiyo nataka kusemaje? Asili huwa inakuwa ni sehemu kubwa, lakini unachokitoa nje inakuwa ni asilimia kidogo. Kwa maana wewe unafanya jitihada. Wewe unafanya jitihada kwa 38%, lakini asili inakufanyia kazi. Mazingira yasiyoonekana na kufanyia kazi kwa 62%. Sasa usijaribu kudhibiti jinsi watu wanavyopokea uumbaji wako. Utakuwa unakosea. Unatakiwa usifungamane. Furahia mafanikio yako. Furahia mafanikio, lakini usiruhusu ya kufunge. Ikiwa utajihusisha sana na matokeo ya nje, mwezi utakapofika kwenye giza, new moon, utajikuta una huzuni. Yaani lazima ujikute una huzuni. Ile huruka, ile mhemko unaisha. Hisia inarudi kwenye utulivu wake wa uhalisia. Kwa hiyo utajikuta una utulivu, una huzuni badala ya kuwa na amani ya ndani. Kumbuka wewe ni hekalu na uumbaji ni mwangwi tu. Ulipopita ndani yako. Ni mwangwi tu uliopita ndani yako. Kwa hiyo lazima ufanye kusafisha mabaki. Angalia kama kuna taka zozote zilizobaki kutokana na harakati za mwezi mpevu. Je, kuna mahusiano yaliyovurugika? Je, kuna uchovu wa mwili? Huu ni wakati wa kupumzika kidogo ili uweze kulikava, ili uweze kurudi kwenye hali yako ya kawaida, ile ya uumbaji, ile ya kuumba au kutengeneza mawazo mapya yatakayosaidia kukuza kile ulichokianzisha, ama hata kuanzisha vitu vingine vipya. Punguza pressure ya nje, anza kurudi ndani kidogo kidogo. Mwezi unapopungua, na wewe anza kupunguza kelele za mtaani. Acha kufuata mambo ya dunia, starehe, hanasa, kujiweka wazi sana. Anza kurudi ndani na kutafakari. Ni wakati wa kuanza kujifunza kutafakari, kujiandaa na new moon ili uweze kupanda vitu vingine siku ya new moon. Mwezi unapopungua, nawe anza kupunguza kelele za mtaani. Huu ni wakati wa kuanza kutafakari juu ya yale uliyojifunza katika mzunguko huu. Lakini unatakiwa kusambaza kwa kanuni. Katika awamu hii ya Warning Gibbons, kanuni ya maadili, haki na usawa inabadilika kutoka kujenga na kuwa kugawana. Haki katika ugavi. Ikiwa ulipata faida, hakikisha unawalipa wale waliohusika kwa haki na ziada. Usizulumu hata senti moja katika hatua hii, maana utaharibu frequency yako ya kutulia na kuvutia ile magnetism yako katika mzunguko ujao. Ukweli na ushuhuda. Unapozungumza juu ya mafanikio yako, zungumza ukweli. Usikuze mambo kupita kiasi ili kupata sifa ya nje. Mwangwi wa kweli hauhitaji kipaza sauti. Unajieleza wenyewe kupitia matokeo yanayoonekana. Mwangwi huo unajijenga wenyewe kutokana na mazingira yaliyopo. Sasa maandalizi ya ngazi mpya. Unatakiwa kufanyaje kujiandaa na ngazi mpya? Kila mzunguko wa mwezi ni kama hatua moja au ngazi.
hatua moja kwenye ile ngazi ile. Ukimaliza mzunguko huu, hutakiwi kurudi pale pale ulipoanza. Unapaswa kuanza mzunguko ujao ukiwa kwenye ngazi ya juu zaidi. Chuja masomo. Andika mambo matatu makubwa uliojifunza. Je, muundo wako ulicheza wapi? Ni wapi ambapo ulikuwa umejenga vibaya? Lazima uangalie. Je, ni wapi ambapo uliingiza hofu? Maana hofu ni udhaifu wa kubomoa kile ulichokuwa umekitengeneza. Weka udongo tayari. Kwa kutoa na kusambaza sasa unakuwa unapalilia udongo wa hekalu lako. Unatengeneza nafasi ya mbegu kubwa zaidi inayokuja kwenye new moon ijayo. Unatakiwa sasa uanze kurudi ndani. Mwezi sasa unapungua. Mwezi sasa unapungua na nuru yako inaanza kuacha anga la nje na kurudi kwenye utulivu wa asili. Usihuzunike kuona mwangaza unapungua. Furahi kwa sababu unarudi kwenye mimba ya uumbaji ukiwa na maarifa mapya. Huwa tunasema mwanzo ni mgumu. Unapokuwa umefanikiwa kwa kishindo katika awamu hiyo ya kuunda mawazo, kutengeneza mambo yako vizuri, basi hatua inayofuata hautakuja kuhangaika. Maana yake hatua ya kwanza ulifanya mwenyewe na unajua jinsi ulivyofanya. Kwa kinachofuata inakuwa ni kuboresha. Hayo ndio watu tunaita maendeleo. Sambaza mwanga wako kwa upendo. Sambaza mwanga wako kwa upendo. Achia matokeo yajipange yenyewe na anza kuhisi ile baridi ya utulivu. Ile baridi tulivu ya kurudi ndani ya hekalu lako. Mzunguko huu umekupa ufalme na sasa unaweza kuanza kujiandaa kuwa mjenzi wa ulimwengu mpya. Matunda sasa yameshasambazwa. Mwanga wako umegusa mioyo ya wengi na hekalu lako linaanza kupata utulivu wa kipekee. Kuwa